Chama cha waandishi wanahabari wanawake Tanzania TAMWA ni chama au shirika lisilo na faida. Wakati huo tulipokuwa tunalianzisha tulipata matatizo mengi sana, hasa katika kupata usajili, kwa sababu ni chama ambacho au shirika lisilo la kiserikali, ni shirika la kutetea haki za binadamu, hususan wanawake na watoto. Sasa kabla sijaendelea, nitaanza tu kwa kunukuu maneno ya mwenyekiti muasisi wa TAMWA Bi Fatma Alou. Nini kilitoa msukumo kuanzishwa? Anasema, na nukuu: kuanzishwa kwa TAMWA kama chama, mbegu zake zilianza kupandwa mwaka 1979. Kilikuwa kipindi ambacho kikundi cha wanawake waliokuwa wamemaliza shule ya uandishi wa habari na kuanza kazi katika taasisi mbalimbali za vyombo vya habari walipogundua kuwa walikuwa wakifanya kazi kila mmoja kivyake, yani hawakuwa na umoja kwa upande wake, bila ushirikiano miongoni mwao. Hiyo mbinu ya kuwaweka pamoja kushirikiana ilihusisha katika jinsi na masuala ya wanawake ambayo yaliingizwa katika vyombo vya habari vya kawaida. Ni mwisho wa kunukuu. Sasa kwa kuanzia, waandishi wa habari wanawake wakati huo walichukua jukumu la kuunda kikundi kisicho rasmi kwa kutengeneza vipindi vya redio ili kuendeleza zile harakati ambazo maono ambao walikuwa nayo vichwani mwao. Swala la kwanza lilikuwa ni mimba za wasichana wa shule, jambo ambalo mpaka leo bado linaendelea. Jumla ya vipindi 5 wakati huo vilihusishwa, vilitayarishwa kuhusu swala hilo kwa kina wa muktadha wa kijamii, na vipindi hivi vilitangazwa na kupata umaarufu sana katika idhaa za Kiswahili na Kiingereza. Wasikilizaji walikuwa na shauku kubwa ya kupata zaidi kuhusu masuala hayo. Ili kuhamasisha kikundi hicho kwa kuatia moyo, kulitengenezwa seti nyingine ya vipindi kuhusu unyanyasaji dhidi ya wanawake, kuanzia unyanyasaji wa majumbani kwa wakati ule yameshika kwa kasi kubwa, yameibuka kwa kasi kubwa, na masuala mengine ambayo hayakuwahi kutangazwa kwa sababu wengi wa wakuu wa vyombo vya habari walikuwa wanaume na walikuwa hawako tayari au walikataa kuona kwamba masuala kama hayo yalikuwa na athari kubwa katika jamii, hususan wanawake na watoto. Na kwa bahati mbaya zaidi, uongozi haukuwapatiliza zaidi sana wanawake kuhusu jambo ambalo walikuwa wanalifanya. Kwa hiyo huo mrengo au wekwa maanani kuliwafanya wanawake hao wakate tamaa na kuvunjika moyo kuendeleza harakati zao za kutetea masuala hayo ambayo yalipuuzwa na viongozi wanaume. Kwa hiyo tukio hilo lilikuwa fundisho kwamba hapa kuwa na jukwaa lao wenyewe kutetea maslahi yao. Kwa hiyo miaka ilipita na wengi wao walienda njia tofauti kwa sababu walikuwa wameshaparaganyika. Sasa likaja vuguvugu la muongo wa wanawake. Kulikuwa na mkutano wa kimataifa wa wanawake mwaka 1975 na kufuatia mkutano mwingine miaka 10 baadaye 1985 ambao ulifanyika Nairobi, Kenya. Hiki kilikuwa ni kipindi cha vuguvugu sana cha mabadiliko. Hiki kipindi kilikuwa kinajulikana kama muongo wa wanawake, kama nilivyosema, katika ukombozi wa wanawake, na wanawake walitaka mabadiliko, na mabadiliko ni kutokana na yale masuala ambayo nimeyazungumza hapo juu walioyatambua wanawake wenzetu walioanzisha hiyo shughuli. Wanawake hao walitaka mabadiliko ya kupaza sauti zao kuhusu masuala yanayowahusu. Hii hali ya ubaguzi dhidi ya wanawake waandishi wa habari, upendeleo wa kazi, masuala ya unyanyasaji wa kingono na uchache wa wanawake waandishi wa habari haikuwaridhisha sana waandishi wa habari wanawake waliokuwa kazini. Waandishi wa habari hao walitaka kubadilisha mwenendo wa ufanyaji kazi katika taasisi zao na pia kupaza sauti za wanawake wasiokuwa na sauti. Kiingereza wakati ule tulikuwa na slogan inasema uplift the status of media women and the voice of the voiceless. Ndio maana ya kupaza sauti ya waandishi wa habari wanawake na pia wale wasiokuwa na sauti kutoka vijijini. Kwa hiyo vuguvugu za mwongo ukombozi wa wanawake iliwatia hamasa sana kikundi kile cha wanawake kilichosambaratika kipindi kile, kwa kuwa baadhi yao walipata fursa ya kuhudhuria mkutano huo, hiyo mikutano miwili, na ndipo sasa ilipofika mwaka 1986 baada ya kupitia majaribu na dhiki nyingi kama wanawake, Bi Fatma Alou, mwenyekiti na muasisi wa TAMWA, baada ya kurejea kutoka Uganda,
walihamasisha baadhi ya wanawake waandishi wa habari hapa nchini Tanzania bara katika upande wa habari za redio na magazeti katika kipindi kile kuamua kujipanga upya, na hapo ndipo baadhi yetu sisi tuliposhirikishwa na kuamua kuanzisha rasmi chama hicho kwa misingi rasmi sasa, na lengo kuu lilikuwa kuinua hadhi ya waandishi wa habari wanawake na wanawake wasiokuwa na uwezo wa kupaza sauti, kama nilivyosema, uplifting the status of women, media women and the status of the voice of the voiceless. Wakati huo wanachama waanzilishi walikuwa 13. Sasa tulikutanaje katika wakati huo? Maana ndio tunakutana tu, wengine tulikuwa bado hatufahamiani vizuri, na tulikuwa tuna ofisi, tulikuwa tuna mfumo maalum. Kuna mwenzetu huyo Nelly Kidela ambaye ni Ripwe, alijitolea pale nyumbani kwake kutukaribisha ili tuweze kufanya mikutano yetu, na tulikuwa wakati ule hatuna hata senti, kwa tunaweza kutembea kutoka Radio Tanzania mpaka Buguruni kwa mguu. Tukifika pale tulikuta hakuna mabasi, tunatembea kidogo kidogo njiani, tukipata gari sawa, kidogo kidogo unajikuta umeshafika Mnazi Mmoja Daily News. Mnazi Mmoja Daily News pale kwa sio mbali. Mnaona ni kwa namna gani hiki chama kilijengwa na watu ambao walijitoa, sio tu kwa hali bali na mali. Tuliweza kufanikiwa kwenda kuhudhuria hiyo mikutano kwa sababu ilibidi tu tunamdanganya news editor wetu, kwa sababu mimi ananilea, tulikuwa katika shift moja. Tukitoka ni kwamba kunakuwa na pengo kubwa, kwa hiyo tunamdanganya tunaenda kwa kutafuta stories, na tukirudi lazima tuhakikishe tunarudi na stories, na kweli tulikuwa tunarudi na stories. Sasa unaona kwa namna gani tulikuwa tunajitoa. Tukikutana tunazungumza mambo yetu, tukishafanya mikakati yetu tulikuwa tukichangishana. Tunachangisha mwenye shilingi 100, mwenye shilingi 50, kwa mwenye shilingi ngapi, hivyo visenti. Na hivyo visenti usifikiri kwamba ni vikwa visenti vingi, ni kiasi kidogo tu cha kusaidia kununua nini. Kwa mfano tunataka kununua karatasi za kufanya stationery za kuandikia mambo yetu, peni na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mikutano yetu haikuwa tu kwa ajili ya kupanga mikakati, bali pia ni muda wa kutafakari na kupeana nguvu na kusaidiana katika nyanja zote, sehemu za kazi na maisha ya nyumbani. Polepole tulijijenga na kuimarika. Tulianza kutekeleza kwa vitendo baadhi ya mambo tuliyozungumza kwenye mikutano yetu, na miongoni mwa maazimio ni usajili wa chama, tayarisha katiba ya chama na kutengeneza logo ya chama, lakini pia jinsi gani tungeweza kujipatia fedha, kujipatia ofisi kwa ajili ya chama na kuanzisha chanzo mbadala cha mawasiliano ambacho wanachama watachangia masuala mbalimbali, visa na mikasa, cheshi na masuala mengine yenye tija kwa taifa. Hapo ndipo lilikuja wazo la kuanzisha kijarida kilichochapishwa kwa mkono, ilijulikana kama Tidbits. Kijarida hiki ndicho kilichozaa gazeti la Sauti ya City mnaloliona leo. Mkisikia City maana yake ni mwanamke, lakini pia City ni jina la mwanamke mwanaharakati kwa kupitia nyimbo za taarabu kutoka Zanzibar. Kwa hiyo jina hilo limebeba mambo yote mawili, limebeba jina la mwanaharakati na limebeba jina la mwanamke. Yote haya tuliyafanya wenyewe kwa kufanikiwa sana. Nembo inayotumika mpaka leo hii ambayo ilitengenezwa wakati ule, ilitengenezwa na Rose Haji anayezungumza. Katika nembo hiyo utaona kuna sura za wanawake watatu wa rangi tofauti, lakini nyuso zao na mbano wao wa nywele zinafanana. Huo ni uwakilishi halisi wetu sisi kuwa ni wanawake tunaofanana kifikra bila kubaguana kwa rangi, tabaka wala maono. Yote hayo ni maudhui ambayo yamejikamilisha kuiwasilisha TAMWA. Sasa miaka ile jamii ilitupokeaje? TAMWA ilianza kujinadi katika hadhira kwa kuchapisha hicho kijarida cha kwanza cha utetezi wa haki za wanawake kwa jina la Sauti ya City. Ilijinadi kwa kutengeneza vipindi vya redio kupitia Radio Tanzania Dar es Salaam ambayo leo ni TBC, ili kuongeza uelewa juu ya wanawake na maendeleo yao. Na pia tulichapisha vijitabu katika lugha rafiki kwa ajili ya wasomaji wa vijijini na hadhira nyingine, ambayo kwa mfano kuna wale ambao hawawezi kusoma herufi ndogo, kwa hiyo tunatumia font special ambazo mtu yoyote ambaye anapenda kusoma akipata kijarida kama hicho anaweza akakisoma bila kukwazika. Pia wanachama walikuwa wakijitokeza kwa dhahiri katika jamii kusukuma ajenda za haki za wanawake na ulinzi wa watoto kupitia vipindi vya redio na safu zilizoko kwenye vyombo vya habari. Televisheni kwa upande wetu wa Tanzania wa bara wakati ule tulikuwa bado hatujaipata. Nyenzo kubwa za kutumia vyombo vya habari ilikuwa tu ni hiyo Radio Tanzania na magazeti, lakini
pia maigizo yalichukua nafasi kubwa sana. Kutokana na utekelezaji huu, TAMWA haikuwapendeza sana wengi, baadhi ya vyombo vya habari. Na nikisema baadhi ya vyombo vya habari ni vile ambavyo vilikuwepo, redio na magazeti, kwa sababu vilikuwa vikiwaandikia wanawake vibaya katika magazeti. Lugha mitaani ilikuwa ya kudhalilisha, ili mradi mwanamke wakati ule alionekana kama ni chombo cha starehe na dhalili na wenye kupuuzwa. Kwa hiyo walikuwa wanataka kuendeleza hizo dhana zao ambazo walikuwa wanaziandika, wanaziportray. Walikuwa wanataka kuendeleza ule mfumo dume wa kumwona mwanamke kwamba ni mtu wa pili. Wakati ule matangazo ya biashara yalikuwa yanamtweza sana mwanamke. Tulipoanzisha TAMWA, viongozi wengi wa vyombo vya habari hawakufurahiwa. Leila Sheikh wakati ule maskini alikuwa ni mhariri wa Sauti ya City akiwa na umri mdogo sana. Katika maadhimisho fulani ya World Press Freedom Day mwaka fulani, aliwasilisha mada kuhusu the portrayal of women in the mainstream media, manake taswira ya mwanamke katika vyombo vya habari. Alitoa mifano ambayo ndio hiyo niliyokuwa naizungumzia, iliyokuwa inaendeleza mifumo dume. Kwa mfano, alitoa sauti ya mbwa ile ambayo sauti kama hii ilikuwa inatolewa ukipita mtaani, mwanamke unasikia wanaume wanakubwekea kama mbwa, yani wewe mbwa. Sasa ukisema mbwa manake nini? Mbwa si anatembea ovyo, manake inaashiria kwamba wewe ni malaya, unajiuza. Maneno ambayo yalikuwa yanatumiwa hata kwenye nyimbo. Sijui kati yenu kama anakumbuka, kuna nyimbo ilikuwa inaitwa Banungaembe. Taswira ya mwanamke kama changudoa, anajiuza, ni taswira ambazo kwa kweli zilikuwa zinatukera sana. Na walikuwa pia wanapenda kusema kwamba wanawake maofisini hawawajibiki, hawajitumi. Masuala kama haya ndio tuliyabeba, tukawa tunayafanyia kazi sisi kama wanachama wanzilishi. Sasa kwa kuona kwamba tumeshika kasi na tumeshika uzi na tumeng'ang'ana, tukaanza kupewa majina pia. Hawa wanawake wanaong'ang'ania hicho chama cha cha waandishi wa habari, hao wote hao ni wale ambao wameshindwa maisha ya nyumbani kwao, wameshindwa na ndoa zao, wasagaji, wanawake waliokata tamaa na maisha, ili mradi tu kutuvunja moyo ili tusiweze kuendelea na hicho chama, kwa sababu walikuwa wanajua wazi kwamba maovu yao yangekuwa yamefichuka na maovu yao yangekuwa yanafifishwa kwa namna moja au nyingine. Sasa hilo wasilisho la Lela lilipokelewa na vyombo vya habari na baadhi ya waandishi wa habari wanaume. Umma ambao haukufikiri kwamba wanawake wangeweza kupewa majina ya kudhalilisha ulifadhaika sana, kwa sababu ule ulikuwa kama ni mwanzo wa mwamko, kwa sababu kumbe hili neno tukizungumza, kumbe wenyewe wanajitambua na hawapendi. Liliwaingia sio wote, lakini baadhi ya wale waelewa, jamii iliyoelewa, na walikubali kwamba kwa kweli iko haja ya kubadilika na maneno kama hayo yakomeshwe, hasa katika hadhira kama vyombo vya habari, redio, magazeti. Hilo lilikuwa mwanzo wa mafanikio ya TAMWA. Sasa tulitengeneza vipi utambulisho wetu baada ya kwanza kupata mafanikio? Mkakati wa chama wa kwanza ulikuwa ni kuunda rasmi katiba. Kwa hiyo mwaka 86 ndio tukaunda hicho chama. Ilipofika mwaka 1987 tukapata sasa usajili wetu, tukaendeleza harakati. Na harakati hizo zilikuwa wakati kabla hatujapata rasmi katiba. Tulifanya onyesho la jukwaa la siku ya kimataifa la wanawake mwaka hiyo 87. Hii ndio iliyotufanya mpaka tukapata registration. Tulionyesha aina mbalimbali ya mawasiliano kupitia vyombo vya habari vilivyoelekezwa, kupitia redio, magazeti, vikiwemo vyombo vya kitamaduni, hususan kanga. Tulitumia kanga kwenye fashion show ambayo yale maneno yalikuwa yanahamasisha jamii jinsi ya kubadilika. Alafu tulikuwa pia na nyimbo za ukombozi za taarabu. Tulikuwa pia na tunzi za mashairi ambazo ziliwasilishwa na mtunzi Bibi Umi Mahfudha Alei kutoka Zanzibar. Nyimbo za ukombozi ambazo ziliimbwa katika maadhi ya taarabu na kikundi kilichotoka Unguja. Kulikuwa na ngoma za kitamaduni. Kuna kikundi cha walimu kilijulikana kama MAPA. Kwa hiyo onyesho lilifanikiwa sana na kusababisha mabadiliko katika jamii, hususan viongozi wa vyombo vya habari ambao hadi wakati huo walikuwa hawajaelewa tulichokuwa tunakifanya au tunakihusu. Baada ya onyesho hilo, tulihisi kwamba kwa mara ya kwanza uelewa ulianza kujitokeza katika jamii. Ndipo tulipopata usajili ilipofika tarehe 17 Novemba 87 chini ya sheria ya NGO sura 337.
Mwaka 2007 TAMWA pia ilisajiliwa Zanzibar kama TAMWA Zanzibar. Kilipoanzishwa chama kilikuwa na wanachama kama tulivyosema 15, lakini sasa hivi tumepanuka, tumefikia kwenye mamia. Kama ni mambo ya ithibati, sisi tulianza ithibati hiyo miaka mingapi iliyopita, kwa sababu tangu tunaanza kufanya registration ya wanachama, sifa moja ilikuwa ni sifa ya mwandishi wa habari mwenye diploma. Kwa hiyo tunashukuru kwamba ithibati kwetu sisi wanachama wa wanahabari wanawake sio kitu kigeni, na kwamba imeonekana kwamba ni kitu chenye tija na kimeendelezwa kiserikali. Kwa hiyo ofisi yetu ya kwanza TAMWA ilikuwa Kisutu, mpaka leo bado ipo. Kilichoibeba TAMWA ni ushiriki wa waratibu wa vitengo. Miaka ile tulijipanga kwamba utekelezaji wetu tutakuwa katika units. Kwa hiyo katika hizo units 10 tulitekeleza majukumu ya chama. Vitengo hivyo vilibeba TAMWA kwa mapana yake, kwa kutekeleza majukumu yake kwa weledi na kujitolea kwa hali ya juu zaidi. Kinachoifanya TAMWA kuwa chama cha waandishi wa habari wanawake wa habari kipekee ni ule moyo kwanza wa kindugu, ni ule moyo wa kujitolea, ni ule moyo wa uvumilivu, ni ule moyo wa uwazi, transparency and accountability, ni ule moyo wa kufanya kazi kwa bidii, upendo na kukipenda chama chao, moyo ambao umeendelea kutawala katika kuwalea wanawake katika vyombo vya habari vizazi na vizazi. Ninapotafakari jinsi tulikotoka na tulipofika, lazima nitoe tahadhari muhimu, tusije tukajikuta tumechukuliwa na upepo wa mabadiliko hasi na kusababisha kupoteza utambulisho wa kusudi letu. Lazima tukumbuke kwamba nembo ya TAMWA inatuwakilisha sisi ni kina nani. Kuunganishwa kwa nyuso hizo tatu ni utengamano. Hivyo kushindwa kwetu kunapatana na nembo yetu kunaweza kuleta na changamoto kwa chama ambacho kimejitosheleza, kimejizolea sifa nyingi ndani na nje ya nchi na kuleta mabadiliko makubwa sana yaliyolengwa na TAMWA. TAMWA si chama tu. TAMWA ni mapinduzi ya wanawake waliosema sisi tunaweza kuandika historia yetu wenyewe, pamoja tunaweza kutumia kalamu na sauti zetu kubadilisha Tanzania yetu ya leo.